Wangu. Kuna kitu kinaniumiza akili sana. Hivi unajua yule binti wa siku ile ndiye ambaye anatafuta kwa kijijini kila siku. Sasa hivi ni siku ya 3 anatafuta. Na nyie mara ya mwisho na mwanao ndiye ambaye mlipakia kwenye usafiri, mlimpeleka wapi mume wangu? Taarifa zangu vipi? Sisi mara mwisho unajuaje kama sisi ndio watu wa. Sasa sisi tulimpakia pale kumpeleka kwao. Muda ulikuwa umeenda mume wangu, natoka siku ile hajaonekana tena. Sasa ulikuwa ushaenda sana ile siku. Ndio amepeleka kwao. Sasa kwao wapi? Nani alimpakia? Si nyie ndio mlimpakia? Mume wangu. Sikiliza, mume wangu sikiliza. Mume wangu, kwenye hili mimi ninakuomba. Sema ukweli wako. Wapi binti wa watu mmempeleka? Sasa wewe unataka kuniambia pengine mimi mume wangu mtatuingiza sasa. Mume wangu, naomba unisikilize. Najua wewe ni mwanaume, una nafasi yako. Lakini kwenye hiki naomba unisikilize kwa sababu utaleta shida. Mimi mwenyewe nitakuja hapa kuchukuliwa sielewi chochote. Wewe na mwanao mlimchukua yule binti kwa mara ya mwisho, yuko wapi mume wangu? Wewe mama. Wewe jaribu kunisikiliza. Hapana mume wangu. Uko ndani kwangu. Umenielewa? Sasa usitake kunipanda kichwani. Nimekwambia mimi hizo taarifa za kusema mimi nilikuwa mtu wa mwisho siji na nani. Wewe una uhakika gani? Nina uhakika. Sisi tumemchukua hapa tumepeleka kwao. Sawa, lakini mimi nina uhakika. Kwa sababu kutoka juzi na maana sisi tulikuwa tumemshikilia. Ndio useme mlikompeleka mtoto wa watu. Mume wangu nakwambia. Mume wangu kitakuja kukulamba nakwambia mimi. Unasikia? Huku mambo si shwari. Unachohitaji usitaje na uwe makini tena, ikiwezekana usijulikane uko sehemu gani. Sawa sawa? Sawa. Unatakiwa yani, kwa mfano hata hiyo simu sasa hivi tupa kabisa, sitaki uwe nayo kwa sababu uko na kijiji wanamtafuta kweli kweli, na mama yako huko mwenyewe ameshaanza kuwaka. Sasa ngoja niingie ndani naongea naye hapa. Hii ndio ndio hivi jamani, ni mateso. Laiti kama ningejua ndoa ndo hii. Mimi hata nisingeolewa. Yaani hata nisingeolewa. Mama Mungu. Imani kule kuna changamoto nataka kuenda kwa mwalimu. Mpaka tulimalize hili mwanangu. Siwezi kwenda popote. Unamaliza na nani? Mpaka tulimalize hili mimi na wewe. Unataka iishe vipi? Iishe kwenye nani? Yaani mimi siwezi kwenda popote. Siwezi. Maliza wewe. Sema binti wa watu nilikompeleka. Binti wa watu umempeleka wapi? Hivyo sauti unampasia bwana wewe. Ukifanya vitu vya ajabu mume wangu, siwezi kuacha kuongea kwa sauti. Hivyo vitu vya ajabu ambavyo unajua kufanya ni vitu gani? Ni kipi ambacho unajua kwamba sema binti wa watu umempeleka wapi? Yaani mimi hii ndoa hii ningejua ndoa hii. Kuna mtu anagonga. Karibu. Asante. Habari za wakati huu? Salama, karibuni sana. Salama kabisa. Karibuni. Tukai sana sisi wakaaje. Naitwa Afande Jeni kutoka kituo cha kati na Afande Juma niko naye hapa. Tulikuwa tunahitaji kwa ajili ya kwenda kutoa maelezo kidogo kituo cha kati. Maelezo yote tunakuwa tunafanyia kituo. Mimi au wote wawili? Yote, kwa sababu nyie ni watu wa mama tulikuwa na kukusaidia, basi tuombeeni kutoka ili mkapata maelezo zaidi. Polisi. Tuombe shida haraka. Kwani sisi tunashida. Kuna shida kituoni, haina shida. Wewe twende kituo cha polisi. Dada kama mtu unajua tunaenda kufanya nini? Kama mtu anataka kuondoka. Maisha ni magumu jamani, familia zina siri. Bwana jamani, kuna wamama wanapitia changamoto. Wanakutana na maswaibu ambayo hawayajui. Leo Kivulini tuna scenario hiyo moja kutoka pale Ihemi. Kuna binti amefariki, lakini baba na mtoto wake wa kiume wanafahamu. Mwanamke hajui. Na ninavyozungumza sasa hivi na wewe, yuko polisi kakamatwa. Yeye na mume wake. Wewe unaweza kulibeba hili? Usikose baadaye Kivulini. Mambo ni mengi mno. Kivulini.